Kisa cha Babeli hakianzi tu kama simulizi ya mji, bali kama kuibuka kwa jambo lililotikisa ulimwengu wa kale kwa nguvu isiyoelezeka. Fikiria ustaarabu mkubwa sana, wenye nguvu na ushawishi mkubwa, kiasi kwamba ulionekana kuwa kitovu cha uwepo wa mwanadamu. Mahali ambapo tamaa za mwanadamu zilifikia kilele chake cha juu kabisa, na uovu ukashuka katika kina chake cha chini kabisa. Babeli ilisimama katika tambarare zenye rutuba za Mesopotamia, eneo ambalo leo ni sehemu ya Iraki ya kisasa, karibu na mji wa Hilla, kusini mwa Baghdad. Ikinyweshwa na maji ya mto Frati, ikiinuka kutoka mavumbini hadi utawala. Haikuwa tu mji, ilikuwa tangazo la uasi wa mwanadamu. Kauli kwamba mwanadamu anaweza kufikia mbinguni bila Mungu. Kabla hata ya Babeli kuwa himaya maarufu, Biblia huihusisha na siku za mwanzo baada ya gharika. Kulingana na kitabu cha Mwanzo sura ya 10 na 11, wanadamu walihamia mashariki, wakakaa katika nchi tambarare ya Shinari, eneo la kusini mwa Mesopotamia ya leo. Hapo walikuwa na lugha moja na kusudi moja, kujenga mji na mnara mkubwa ambao kilele chake kingefika mbinguni. Huu ndio mnara wa Babeli. Kusudi lao halikuwa ujenzi tu, bali kujitafutia jina, umoja na usalama bila kumtegemea Mungu. Walikataa kutawanyika duniani kama Mungu alivyoagiza, wakachagua kujenga kituo cha nguvu cha kibinadamu. Ndipo Mungu akachanganya lugha zao. Watu wakashindwa kuelewana, wakatawanyika duniani kote, na jina Babeli likawa ishara ya mkanganyiko wa kiroho na kiburi cha mwanadamu. Ingawa nasaba yake ilipungua baadaye, utambulisho wa Babeli ulikuwa tayari umejengwa. Utambulisho wa nguvu, mpangilio na uhusiano wa karibu kati ya serikali na dini. Karne nyingi baadaye, Babeli iliinuka tena chini ya utawala wa Nebukadneza wa pili, aliyetawala kuanzia 605 hadi 562 kabla ya Kristo. Huu ulikuwa wakati wa dhahabu wa Babeli, kipindi cha ubunifu mkubwa wa ujenzi, ushindi wa kijeshi na ushawishi wa kitamaduni. Mji aliyoujenga ulikuwa wa kipekee duniani. Kuta zake zilikuwa kubwa sana, kiasi kwamba magari ya vita yaliweza kukimbia juu yake. Lango la Ishtari lilikuwa kazi ya sanaa ya kushangaza, liking'aa kwa matofali ya samawati yaliyochorwa wanyama wa dhahabu. Njia ya sherehe ilipita katikati ya mji, ikiongoza hadi kwenye mahekalu yaliyotolewa kwa miungu ya kipagani. Katika moyo wa Babeli kulikuwa na mfumo wake wa kidini. Hekalu kuu la Esagila na mnara mkubwa wa Etemenanki vilionyesha uhusiano kati ya mbingu na dunia. Ustaarabu huu ulikuwa umejikita kabisa katika ibada ya sanamu, hasa ibada ya Marduki. Kila ushindi, kila sherehe, kila maendeleo yalionekana kuwa yametolewa na mamlaka ya kiungu. Lakini chini ya uzuri huu kulikuwepo mgogoro mkubwa wa kiroho. Badala ya ukweli wa Mungu kuwekwa mbele, ubunifu wa mwanadamu ulipewa nafasi yake. Baadaye, Babeli iligeuka kuwa chombo cha hukumu dhidi ya Yuda. Chini ya Nebukadneza, Yerusalemu ilivamiwa mara 3. Mwaka 605 kabla ya Kristo, kundi la kwanza la mateka lilichukuliwa Babeli, wakiwemo vijana wa kifalme kama Danieli. Mwaka 597 kabla ya Kristo, kundi la pili lilichukuliwa pamoja na mfalme Yehoyakini. Hatimaye mwaka 586 kabla ya Kristo, Yerusalemu iliharibiwa kabisa, kuta zikabomolewa na hekalu la Suleimani likateketezwa kwa moto. Waisraeli walipofika Babeli, walikabiliwa na huzuni kubwa. Walipoteza nchi yao, mji wao mtakatifu na uhuru wao. Zaburi 137 inaeleza jinsi walivyoketi kando kando ya mito ya Babeli, wakilia walipoikumbuka Sayuni. Lakini kipindi hicho cha uhamisho kiligeuka kuwa wakati wa kutakaswa kiroho. Walijifunza upya kumtegemea Mungu, wakaacha ibada ya sanamu, wakaanza kuthamini maandiko yao zaidi. Katika jumba la kifalme, Danieli na wenzake walikataa kuacha imani yao, hata walipokabiliwa na hatari kubwa. Danieli alipewa nafasi serikalini kwa hekima yake. Akafasiri ndoto za wafalme, akathibitisha kuwa Mungu wa Israeli ndiye mtawala wa wafalme wote wa dunia. Tukio moja la kushangaza lilitokea pale Nebukadneza alipowaamuru watu wote kuabudu sanamu ya dhahabu katika uwanda wa Dura. Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa, wakachagua uaminifu badala ya usalama. Walitupwa katika tanuru ya moto mkali, lakini walitoka salama.
wakionyesha kuwa nguvu ya Mungu ni kuu kuliko mamlaka ya Babeli. Hata Nebukadneza mwenyewe akawa mfano wa dhambi kuu ya Babeli, kiburi. Alijisifu kwa mafanikio yake, lakini alinyenyekezwa na Mungu. Alipoteza fahamu zake, akaishi kama mnyama, mpaka alipokiri kuwa Mungu ndiye mtawala wa kweli. Kuanguka kwa Babeli kulikuja ghafla. Mwaka 539 kabla ya Kristo. Usiku mmoja wa sherehe na ulevi. Wakati Belshaza alikuwa akifurahia ndani ya kuta zake, mkono ulitokea na kuandika hukumu ukutani. Usiku huo huo, Koreshi mkuu wa Uajemi alitekeleza mkakati wa kipekee. Akageuza mto Frati, akaingia mjini kupitia malango yasiyolindwa. Babeli ikaanguka bila vita kubwa. Baada ya hapo, mji uliendelea kwa muda mfupi, lakini kuporomoka kwake kulikuwa hakuepukiki. Mwaka 538 kabla ya Kristo, Koreshi aliwaruhusu Wayahudi kurudi Yerusalemu na kulijenga tena hekalu. Taratibu, Babeli yenyewe iligeuka kuwa magofu. Uliokuwa mji mkuu wa dunia ukawa ukimya wa vumbi na historia. Lakini umuhimu wa Babeli hauishii historia tu. Katika unabii wa Biblia, hasa katika kitabu cha Ufunuo, Babeli inaonekana tena, sio kama mji wa kawaida, bali kama mfumo wa kiroho wa ulimwengu. Inawakilisha mkanganyiko, ibada ya uongo, na muungano wa dini na siasa unaompinga Mungu. Ujumbe wa mwisho wa Biblia unatoa wito wa wazi: tokeni kwake, enyi watu wangu. Huu si wito wa zamani tu, bali ni ujumbe wa sasa na wa wakati ujao. Masomo ya Babeli bado yana nguvu leo. Ni onyo dhidi ya kiburi, ibada ya sanamu, na hatari ya kuchanganya dini na mamlaka ya kisiasa. Inatufanya tujiulize, tuko upande gani? Magofu ya Babeli yanasimama kama ushuhuda wa kimya. Kuta zake zimeanguka, himaya yake imepotea, lakini ujumbe wake bado unaishi. Unatukumbusha kuwa hakuna nguvu ya mwanadamu inayoweza kudumu milele bila Mungu. Na hivyo swali linabaki: utamwabudu nani? Ukweli utaamuliwa na nani? Kama umependa historia hii, subscribe, like, share, comment. Kisha acha historia iendelee kuzungumza.